saying, focusing on sermons of hope and comfort. Bila shaka nitaweka vizuri somo hili na kusema kwamba litahusu hotuba inayohusu faraja na tumaini. And I will explain later why I have rearranged them that way. Baadaye nitafafanua kwa nini nimepangilia namna hiyo. But preaching that connects. Lakini ni kuhubiri kunakounganisha ama kunakohusisha. I will ask that you open your Bibles to the book of 2 Corinthians. Ningependa ufungue Biblia yako katika Wakorintho wa pili, chapter 1, reading verse 3 to 7. Sura ya kwanza na tusome mstari wa 3 mpaka wa 7. 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 7. Wakorintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 3 mpaka wa 7. It's my custom at my home congregation to ask the saints to be upstanding in respect of reading the main text of our message. Umekuwa ni utamaduni kutoka katika kusanyiko linalotokea kwamba tunaposoma kifungu hiki na waomba washirika waweze kusimama ili kuweza kuheshimu kile kifungu tunachokisoma. Yep. Wakorintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 3 mpaka wa 7, maandiko yanasema: na ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa rehema, Mungu wa faraja yote, atufarijie katika dhiki zetu zote, ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki za namna zote, kwa faraja hizo tunazofarijiwa na Mungu. Kwa kuwa kama vile mateso ya Kristo yanavyozidi kwetu, vivyo hivyo faraja yetu inazidi kwa njia ya Kristo. Lakini ikiwa sisi tu katika dhiki, ni kwa ajili ya faraja yenu na wokovu wenu, au ikiwa twafarijiwa, ni kwa ajili ya faraja yenu, ambayo hutenda kazi yake kwa kustahimili mateso yale yale tuteswayo na sisi. Na tumaini letu kwa ajili yenu ni imara, tukijua ya kuwa kama vile mlivyo washiriki wa yale mateso, vivyo hivyo mmekuwa washiriki wa zile faraja. Let us pray. Tuombe. Our holy and loving Father, Baba yetu mtukufu na mpendwa, we come into your presence, tunakuja mbele zako, asking that by the power of your Holy Spirit, tukiomba kwa njia ya nguvu ya Roho wako Mtakatifu, that you may minister to us, kwamba uweze kutuhudumia. May you grant us the comfort that comes from you, tujalie faraja inayotoka kwako, that we may have a message of comfort to the world, ili tuwe na ujumbe wa faraja kwa ulimwengu. May the words of my mouth, maneno yatokayo katika kinywa changu, and the meditation of our hearts, na tafakuri za mioyo yetu, be pleasing in your sight, yaweze kupendeza katika macho yako, our Lord and our Redeemer, Bwana wetu na mkombozi wetu. Amen. Amina. You may take your seats. Tafadhali unaweza kuketi. May the Lord bless his words. Mungu alibariki neno lake. One theologian by the name of Karl Barth, mwana theolojia mmoja kwa jina la Karl Barth, said these words, alisema maneno haya: that a preacher ought to have a Bible in one hand and a newspaper in another hand. Ya kwamba mhubiri anatakiwa kuwa na Biblia mkono mmoja na gazeti mkono mwingine. And his message was to try and encourage ministers to connect with the people they speak to. Na ujumbe wake alikuwa anajaribu kuambia watu au wahubiri, ili kusudi wanapotoa ujumbe ule uweze kuwagusa watu. It is important for a minister of the Word of God to be relevant to the people
he speaks to. Ni muhimu kwa mhubiri aweze kuhakikisha kwamba anakuwa na uhusiano ulio mzuri baina yake na watu wanaowahubiria. You must know what is happening around for you to minister to the people in a way that will be relevant. Ni lazima ujue nini kinaendelea kwa watu ili wewe uwe na uwezo wa kuzungumza vizuri au ujumbe wako uweze kugusa watu unaozungumza nao. Yesterday, one of our speakers led us through Luke chapter 24. Jana moja kati ya wahubiri wetu alituongoza katika Luka sura ya 24, where Jesus is walking with these two people, pale ambapo Yesu alipokuwa akitembea na watu hao wawili, and he seems not to be aware of what is going on, na anaonekana kana kwamba afahamu nini kilichokuwa kinaendelea. And this man known as Cleopas asks him, are you the only new person in town that you don't know what is happening? Na huyu mwanafunzi mmoja kwa jina la Cleopa niko sawa? Kwamba anauliza kwamba je, wewe ni mgeni hapa na hujui nini kinaendelea? Because it is important for us to minister, to be able to know what's happening. Kwa sababu ni muhimu kwa sisi kuhudumu ambaye yeye anafahamu nini kinachoendelea sehemu hiyo. For our message to be relevant to our people. Ili ujumbe wetu uweze kuakisi au uweze kuwa sawasawa na watu wale tunaowahudumu. We ought to be like the sons of Issachar. Anatakiwa kuwa kama wana wa Isaka, who understood times and knew what Israel should do. Ambao wanafahamu nyakati na kile ambacho Israeli wanapaswa kufanya. Knowing times and seasons that you are able to know and tell or speak a message that will give people hope and comfort. Kujua muda na majira ambayo yalikuwa yakiendelea ili uweze kupata ujumbe wa kuweza kuwafariji watu. For our preaching to be relevant and connect with the people, kwa mahubiri yetu yawe sawia na kuweza kugusa maisha ya watu, we must connect with the people whom we are speaking to and understand the times and seasons. Lazima tuwe na mahusiano mazuri na wale ambao tunazungumza nao kwa kujua majira na nyakati. So that's the introduction on this lesson, preaching that connects with the people. Sasa huo ndio utangulizi wa somo hili linalosema kuhubiri ambako kutagusa maisha ya watu. Because many times many ministers have become irrelevant because they do not connect with the people they are speaking to. Mara nyingi wahubiri wengi wamejikuta kwamba ujumbe wao hauwagusi watu kwa sababu hawana mahusiano na watu wale wanao. If I cannot relate your message to what I am going through, your message is pointless to me. Kama sitaweza kuchukua ujumbe wako, hautagusa maisha yangu katika kile ninachokipitia, basi ujumbe wako utakuwa hauna maana kwangu. How many of us go into town to buy things that we know we will not use? Ni wangapi wetu tunakwenda mjini na kununua vitu ambavyo tunafahamu hatutavitumia? Until I see the relevance in what I'm going through, your message will be of no value to me. Ni mpaka pale nitakapoona ujumbe ule unagusa katika maisha yangu, lakini pasipo hivyo basi ujumbe wako hautakuwa na maana kwangu. So what message should we have to our world? Sasa ni ujumbe gani tunatakiwa kuwa nao kwa ulimwengu? A message of hope and comfort. Ujumbe wa tumaini na faraja. We live in a world that is desperate of hope. Tunaishi katika ulimwengu ambao unakosa tumaini. You just have to move along the streets and see how much hopelessness is there. Unatakiwa tu wewe kuchukua muda wako na kutembea katika mitaa, kisha utaona kwa namna gani tumaini linakosekana. Actually, hopelessness is the greatest enemy
of holiness. Kwa kweli kutokuwa na tumaini ni adui mkuu wa utakatifu. It is a state of being hopeless that drives a lot of people into unrighteousness. Ni hali ya kutokuwa na tumaini ndicho kinachowaongoza watu kukosa haki. Where I come from, there are urban places and shanty places or low residential areas. Kule ninapotokea kuna makazi ya aina mbili, makazi ya watu waliostaarabika au ya watu au mjini tunaweza tukasema, na maeneo mengine ya kawaida au Swahili. And I believe even Tanzania has such different places. Na ninaamini hata Tanzania vile vile kuna sehemu za namna hiyo. I don't know which one is the high residential area in Arusha. Sijui hapa Arusha ni sehemu gani ambako makazi yake yamestaarabika sana. There are many. Njiro? Okay. And which one is the shanty or low residential area? Yep. Na ni maeneo gani ambako makazi yake ni ya chini, ni ya duni? Ngarenaro. Umbe Kizomba tuko juu. Between those two areas, which area has the highest crime rate? Sasa katika maeneo hayo mawili ni eneo gani ambalo kiwango chake cha uhalifu kiko juu? How often is it possible that you will hear a riot has started in Njiro? Sasa ni mara ngapi unaweza kusikia kwamba kuna riot? Unaweza kusikia labda maandamano yametokea kule Njiro. Fujo, vurugu. Yep. I don't know what fujo, but I think that it's a riot. It means you will not hear riots starting from high residential area, but from where there is low incomes. Hautasikia kwenye makazi yaliyostaarabika kuna vurugu za namna hiyo, lakini mara nyingi utasikia katika makazi duni ndio kuna vurugu. And the reason behind that is hope. Na sababu iliyo nyuma yake ni kwamba hakuna tumaini. People in low residential areas have nothing to look forward to. Watu walio katika mazingira duni hawana kitu wanachotazamia. They are hopeless. It is just one day at a time. They don't know what will happen tomorrow. Hawana tumaini kwa kuwa wakati fulani hata maisha yao kwa siku hawajui nini kitatokea kesho. But people who have hope of finishing school, hope of having a good job, hope of going to university, lakini watu walio na tumaini la kumaliza shule, walio na tumaini la kwenda chuo kikuu, hata kuhitimu chuo kikuu, are less likely to be involved in things that would disrupt